Sabato ninapopata fursa hii adimu, huwa naweka mahubiri yangu mtandaoni. Nina kanisa huko nje isiyoonekana ya watu 600 karibu 70. Na kuna mmoja alinipigia juzi akaniambia, Sabato hii ni kama huko mbili. Sasa sikuwa najua kwamba wewe inafuatiliwa. So I have to be very serious. Nisipoitwa sehemu nihubiri, huwa nahubiri hata kwenye miti, lakini ifikie hao. Kwa namna hiyo ndio maana umeona ninachukua video hii. Ikiwa wewe pia hujapata fursa ya kuwa kwenye kanisa langu hilo la hewani, basi na wewe utajumuika pale kwa maana ya kusubscribe, alafu tutajifunza pamoja. Sasa you can check the quality of the video, it's okay, you can be ready now to go. Kwa wale ambao mnifahamu, mimi naitwa Evans Okongo. Mimi ni mwalimu kitaaluma, vile mimi ni elder wa kanisa kiroho, na vile ni mwanafamilia. Leo nimekuja na watoto, naomba leo mwafahamu wale ambao mfahamu. Si itakuwa vizuri? Haya, wewe kama Phoebe Moses kaka. Kujeni haraka tusaidie watu wa Mungu. Kujeni alafu ndio tufanye ibada. Everybody will say hi. Sasa we start with Phoebe Evans. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. My name is Phoebe Evans Okongo. From where? From Kenya. Very good. Yeah. That is her name. She's called Phoebe Evans Okongo from Kenya. Yeah, she's my 5th born. Yeah. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. My name is Moses Evans. This is Moses Evans. Amekuja kwetu pia. Unapokea? Yeah, this is my 3rd born. God is good. And all the time. God is good. My name is Winnie Mora. Yeah, her name is Winnie Mora. Tomorrow children in Abana. Abana tibache. Gari yetu nenda kwa chibeti chesa yendelele ukatenda so. Wana nawera chiraisi ni ndai ndacha na kustigo. Yeah, so far so good. We thank God. They heard I was coming here. Walisikia nakuja hapa. Basi wakaona haja ya kuwa pamoja nami, na nashukuru kwa makaribisho yenu. Sasa kwa namna ya kipekee napenda kualika rasmi katika somo letu mchana wa siku ya leo, na kabla hatujaanza tuombe ili sasa tuanze. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, Mungu mkuu, Mungu wa mbingu na nchi, tunaliita mno jina lako takatifu na tunasema asante wema wako na fadhili. Sasa tunapojifunza mausia yako, kubali kunena nasi hadi mwisho kwa jina la Yesu. Amen. Na kama kuna mic yenye itakata, basi mtanipa wakati tunajiandaa ili sasa tusome. Kuna wimbo niliuliza waimbaji hapa kama wanaweza wakaufahamu, kwa sababu kwaya haikuwa, wacha hata na mimi ni fumble kidogo. Wimbo namba 68, tukaribisha Roho wa Mungu alafu tusome kwa muda mfupi. Umtetee Mungu duniani, ijapo pepo kali za vuma, mwambani peke Bwana nguvu, dhambi ikilemea, tusimame imara katika mwamba wa Kristo peke, ndipo salamini tunasimama kwenye kiti pa enzi. Kuna watu kanisani? Sijasikia sauti. Twende namba 2. Itetee haki kwa bidii, kwa moyo mnyofu wa imani, mwambani peke
utashinda wingi wa upotovu. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo peke, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Itetee kweli itadumu, ijapo kawia itashinda. Mwambani peke pana raha, yaishapo tufani. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo peke, ndipo tutasimama kule kitini pa enzi. Haleluya! Nipende kuwakaribisha katika somo la mchana wa siku ya leo. Tunazungumzia upole, na hata ninavyozungumza nakaa mpole ili niakisi upole, lakini ninakumbushwa katika kitabu cha Mathayo 5 kwamba Yesu alipoona makutano wamekuja kwake mlimani, naye akawaketika wale wanafunzi wake waliokuwa pamoja naye, ndipo akafungua kinywa chake Yesu akaongea ama akatamka baraka. Sasa wale mnaosoma shuleni ama skuli, Yesu mafundisho yake haya yanaitwa the Beatitudes ama mafundisho yenye baraka. Yesu alitoa baraka kwa watu wengi, na katika mstari wa 5 aya ya Mwenyezi Mungu inasema, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Heri wapole, maana wao watairithi nchi. Sasa nilipokuwa nafanya uchambuzi wangu katika maandiko, si kwamba nimesoma sana kuliko wale yote, lakini niligundua neno hili blessed, heri, katika lugha ya Kiyunani linamaanisha makarios. Makarios ni watu walio na furaha, watu walioneemeshwa, watu ambao kwamba hata kama matatizo yamewakumba katika maisha haya, bado wamepata nafasi katika maisha yao kufurahia. Hiyo ndio maana ya kuwa blessed are those. Heri wale, heri. Sasa tunapoitwa watu wa heri, ni kwamba sisi ni watu wa furaha. Furaha kubwa ni kwamba tumempusha kumfahamu Kristo, na Kristo anatufundisha heri mbalimbali. Hapo kuna zile heri za wale walio maskini wa kiroho. Maandiko yanasema kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao. Alafu wanasema mstari mwingine kwamba heri wale wanaoomboleza, kwa maana wataweza kufarijiwa ama kufarijika. Anasema kwingine heri wapole, maana wao wapole hao watairithi nchi. Mungu anafundisha akisema kwamba heri wale wenye kiu na wenye njaa ya haki, kwa sababu watajazwa wao. Ninatafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili, nisamehe tu.
Anasema kwingine kwamba heri those who are merciful, heri wenye rehema, maana wao wenyewe watapokea rehema. Anazungumzia kwamba heri walio na mioyo safi, blessed are the pure in heart, for they shall see God, maana watamwona nani? Mungu. Anasema kwamba heri wale wanaosawazisha mambo kwa kufanya amani, blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God, maana wao wataitwa wana wa Mungu. Anazungumzia heri wale wanaokuwa wakiudhiwa kwa sababu ya jina la Kristo, kwa sababu ya haki ya Kristo, for theirs is the kingdom of heaven, kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao. Lakini katika heri zote hizo naleta kuzungumzia heri moja ambayo inasema heri wapole, maana watairithi nchi. Bwana Yesu asifiwe. Upole sio unyonge. Meekness is not weakness. Mtu unapokuwa wewe ni mpole, haimaanishi kwamba wewe ni mnyonge. Upole ni tabia, it is a virtue. Upole, being meek is just a virtue. Ni tabia ambayo mtu anajifundisha, na anapojifundisha, it is the quality of the Son of God who had that meekness. Hiyo ni tabia kabisa ya mwana wa Mungu ambaye alikuwa mpole. Hivi, hello, buya moja na metabu. Hivi mnamjua Yesu kweli? Yesu amekuwa hapo wakati majenzi wanabarikeni parliament ya Kenya. Wewe unafikiria Yesu angepiga risasi? Hello? Yesu angewapiga? Simunijibu. Hivi Yesu angekuwa kwa familia yako na mama amepewa shilingi 1000 aende mjini akaletea watoto vitoweo, kisha kuna wamama wengine ambao bahati mbaya hawakujaliwa neema ya kuona uchumi, wanaona wakipewa basi wamepewa, tumetoka kwa mzee ataleta vingine. Akifika mjini mandazi, akifika mjini anaanzia kwanza njugu karanga, avocado, ananunua ndizi za kukula kwanza, ashinde mahali ambapo kumetoboka. Hello? Ndipo aanze kupata nafasi ya kuja kuwanunulia watoto vidagaa. By the time anafika nyumbani, hello, sijui kama unanipata, 1000 itakuwa imeisha, licha ya kwamba haitoshi kitu. Akiulizwa change, maana alielekezwa, atafoka kweli, na akifoka apate mwanuka wakikuja kweli kweli, tamupiga iko tigo amotemegomba kabarankani. Hapo ndio dunia inaharibika. Sasa upole wa Bwana Yesu hawezi kumfitisha kiasi cha kumpiga mwenzake licha ya kwamba amekosea. Hivi Yesu angekuwepo kwa kizazi hiki cha watoto wetu ambao wanaibu kwenye mashule kuambia wakuu wa shule, usipotufungulia tutajifungulia, msipotufungulia tutafanya ile kitendo mnataka. Yesu angekuwa hivi, angewafungulia wote hata bila kuwa na fare. Hello? Meekness is not weakness. Kule kuwa mpole si kwamba wewe ni mnyonge. Hapana. Ni tabia ambayo Wakristo tunafaa kujifunza kutoka kwa Yesu mwenyewe. It's a quality of the Son of God. Ni tabia ya mwana wa Mungu. Meekness must be consistent. Tunapokuwa tunaishi, isiwe kwamba tukifika kwa Wakristo ndio tunaonekana sisi ni wapole tena wanyenyekevu, watu wa Sabato, tunafuata utaratibu. Lakini tukitoka tu, ule upole unatoweka. Kiwa wewe ni mama, unajibu nyumbani unavyopenda. Kiwa wewe ni mzee, unafoka na kupiga watoto hata wanaokuja wanaopita hata barabarani. Watu walio wapole sharti waonekane kama vile unavyoonekana popote pale. It has to be consistent. Wana wa Mungu, napenda niwaambie,
upole wetu na ujulikane na watu wote. Yesu yu karibu. Haleluya. Abantu barai abeko mahandi ono nunimuka ganyerega anonguja morali iya tumomanyere wetu taha ono kuromogeni bichere morate gati more morali. Halo, hiyo naongea haihitaji tafsiri, watu watakaoona ni wengi. Nasema tuamke kidogo, tusikilize, sitachukua muda mrefu. Walimu wamefundishwa dakika 30 tu. Ukifika 35 akili itakuwa imeniambia hapo. Hata nisipokuwa na saa 35 will be good. So familia sawa? Tayari nimetumia karibu 10. Kwa hiyo tunapoitwa kuwa watu wapole, tujifunze ni tabia ya nani? Ni tabia ya nani? Ya Kristo, kuwa mpole. Na tunapokuwa wapole, hivyo ndivyo Mungu anakusudia, ili mwisho wa kuisha, mwisho wa yote, tuweze kupokea ama kuirithi ile nchi. Okay. Maana ya kuwa mpole na kurithi nchi kwanza inaanzia saa hii. By the way, watu wapole ndio ufanikiwa. Wapole hawakimbiliani maneno. Lakini watu viherehere na kimbelembele mara nyingi hawafikii. Sijui kama unanielewa. Halo? Nyinyi mfanye research yenu. Watu kimbelembele utawaona na kimbelembele chao kwa muda mfupi. Siku nyingine ukiwatafuta utawaona. Lakini watu wapole tena wanaoendea maneno pole pole hudumu sana. Wanarithi nchi kwanza hii. Hata viongozi wa kunao mara nyingi wamekuwa wapole. Wamevumilia na hakika Mungu amewafikisha pale. Kuna boma hapa, miji hapa ambao ungewaangalia miaka 20-25 iliyopita, ungefikiria hawana mbele, hawana nyuma. Lakini kwa sababu ya upole na unyenyekevu na kulicha jina la Mwenyezi Mungu, leo Mungu amewawezesha na ndio wanaorithi nchi kwa rahisi sana. Kwa namna hiyo, napenda niwaambie ndugu washiriki na Wakristo, vijana wetu mlioko hapa ambao wiki ijayo mtarudi mashule, ambao pia mnakaa kwenye vijana elimu zenu, ambao wana tabia fuska sana mbaya, wengine wana tabia mbaya za kutotii, wapole watarithi. Haleluya. Ninajua mimi ni mwalimu, ingawa sijaongea na walimu kinabachwa pale, lakini ninajua watoto walionyesha kiburi kabla hawajafunga shule kuja. Kila mmoja aliongea chochote. Yuko mwalimu mmoja niliongea naye, akaniambia vitoto vilikuwa vinaongea na vikumbuki viko mbele ya CCTV. Halo. Vingine vilipeleka mpaka barua kwa ofisi za wakuu wa shule. Vinarusha pale threats za kuonyesha unrest. Na walimu wakaambiana tusiseme chochote. Tuwasubiri siku watafanya namna gani? Watarudi. Sasa ukirudi my friends, mtapitia njia nyembamba ndio kuingia pale. Your records will be searched and sought. Mmoja. Mkiwa wengi, the mob does not reason. Sio? Watu wanapokuwa wengi huwa watafakari. Lakini saa hii utarudi na baba yako na mama yako ama your guardian, mlezi wako. Na ameambiwa ataenda na kitambulisho. Ameambiwa ataenda na karo yote iliyobaki. Ameambiwa, yani ukifika pale utapitishwa ili mradi ujue upole ndio unaorithi. Lakini sasa kiburi hakitapita. Kwanza saa hii hamtakutana mkiwa wengi mwambiana, unajua tunaingia tumegoja. Hakuna. Sasa ni kwenda wewe mwenyewe. Na ili ufaulu lazima uonyeshe upole wako. You must be meek. Learn to be meek, young people, as you grow. Hivi tuna vijana? Vijana wapo? Hello? Najua sionagi vizuri mpaka nivae miwani. Na waona wapo. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Jumatatu, Jumanne, Jumatano hadi Ijumaa ni siku sio ya kufungua shule, ya kuenda mahojiano. Unafika pale kwanza unaangaliwa. Vibelebele utaona vile watarudishwa na wazazi wao. Lakini wapole wanaojulikana wataanza kurithi kwa saa hii.
wataambiwa nyinyi ingieni, hamuna maneno. Sina, ni kweli. Lakini vimbele mbele utawaona tu. So sifa ya kusurvive hii dunia, jifunze kuwa mpole. Things can work for your benefit, for your good. Na Mungu atawainua sana. Hallelujah. Kuwa mpole inamaanisha kuwa tayari kusumbuka kwa ajili ya Mungu. Being ready and willing to serve for God. To be cited or despised without rage or without retaliation. Wakati fulani watu watakwambia mambo, hii dunia haishi vitu. Hakuna mtu mzuri na hakuna mtu mbaya, lakini wakikugeukia siku moja watakwambia na wakuja na wanao kwenda. Kama wewe ni mama umeolewa katika boma fulani, utasikia ukiambiwa maneno ambayo hata hukutarajia kwamba yangetoka kwa wale unaowaheshimu. Hivi mnanielewa? Kina mama uyamole, itabidi uwe mpole, itabidi uvumilie kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hapo ndipo kitaelewekea. Lakini tukiwa watu ambao upole umetutoka, uwezekano mkubwa upo kwamba hatutaakisi tabia ya Kristo. Penda kusema kwamba kuwa mpole inamaanisha kukubali popote pale Mungu amekuweka, ili umtetee ukiwa pale katika unyonge wako na katika upole huo. Umdhihirishie ulimwengu. Ikiwa wewe ni mwanafunzi, ukiwa katikati ya vijana wanaoambukizana ujinga, wewe upole wako ubainike. Ikiwa wewe ni mzazi, ukiwa katikati ya familia ambayo hawafikirii na mtazamo wa kiroho kama wako, upole wako udhihirike. Ikiwa wewe ni mama ambaye una watoto hawafanani. Hata uzae mmoja ana tabia ya huyo mmoja. Tuko pamoja? Ukizaa wawili, usije ukafikiri eti huyu na huyu watafanana. Hapana. Si kila mmoja ana watoto hapa anajua. Kuna yule ambaye akiona chakula hawezi akakumbuka wengine. Hivi ninaongea ni kama niko Uikongo. Puyomole. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ikiwa uko na watoto pale nyumbani, si unaelewa tabia yao haifanani. Kuna yule akiamka atakuamkua, na kuna mwingine akiamka anataka wewe ndio umamkue ili yale ndio mzaa. This is very unique. Lakini kila sehemu tunaitwa kuwa wapole, kujifunza kwa unyenyekevu mausia ya Mungu katika upole. Tunajiuliza swali kubwa, ikiwa Yesu angekuwa hapa leo, hivi angedili na hii kesi namna gani? So kila kesi unapoipresent mbele za Mwenyezi Mungu, ukweli wa mambo ni kwamba unakuwa mshindi, kwa sababu umejifunza kunyenyekea mbele za nani? Miguuni pa Moroseti ya tumine bwana. Haya, one second. Migo. Sisiki sauti. Hapa. Watu hawajawahi imba huu wimbo. Bahari bora pa kuweka. Imba kwa sauti. Bahari pa pumziko miguuni pake Yesu. Ni nyinyi sitaki mulala ili tujifunze kukaa miguuni pa Yesu. Hivi hamjui hata wimbo uko namba ngapi? Mwenye anajua tuambie. Namba 46. Mlikuwa mnafahamu, sasa turudie stanza ya kwanza na tutakuwa tunarudia. Nikiona mnalala tunarudia. Miguuni pake utakuta wimbo. Neno yake tamu pahali palipo niwepo kila siku miguuni pake Yesu na
nakumbuka upendo na izani yake kwangu, vimenivuta moyo miguuni pake Yesu, hapa palipo pakuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko miguuni pake Yesu, hapa nafanya sawa, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Tunapojinyenyekesha miguuni pa Yesu, tutakuwa wapole kama Yesu alivyokuwa mpole. Hivi ni kweli Yesu alikuwa mpole? Katika Mathayo 11:29 maandiko yanasema 28 kuteremka, anasema njooni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo, nami ongea ndio usichoke, nami jivikeni nira yangu mujifundishe ya kwamba mimi nani? Simuseme nani? Bano barabara silelero muyobole. Jivikeni nira yangu mujifundishe kuwa mimi nani? Nani? Yesu ni nani? Ni mpole tena mnyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio haya inavyosema, njoni kwangu. Tunapoenda kwa Yesu kila wakati, kusudi letu kubwa ni kujifundisha unyenyekevu wa Bwana Yesu, kwamba yeye ni mpole tena mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo inamaanisha kuwa mpole, heri unapokuwa mpole, ina maana kwa njia nyingine ni kujiwekea the yoke of Christ on a daily basis, kujiwekea nira. Nira kwa Kikuria ni ile miti ambayo unawekeaga ng'ombe kwa shingo, inaitwaje? Kana motagamba ng'ombe ngosa ili ichoki sawa, unajiwekea ichoki wewe mwenyewe. Unajua kuna ng'ombe wengine wale mmekuwa wakulima, kuna ng'ombe mwingine anajua saa ya kulima imefika, hata asubuhi, si ni kweli? Ukimtoa tu kwa gate tayari atoki mbio, anasimama kwanza umwekee nira ndio muende kulima na kusumbui. Lakini kuna wengine unalazimishia nira, ukimwekea nira anataka atoe kabisa, na wakati fulani atakusumbua sana, na usipokuwa strong atakuumiza hata shambani, si ni ukweli? Magembe haya yamewahi kuumiza watu mashambani. Ng'ombe atafika huko anakuwa sijui ni mnyama gani, si yule unayeelekeza kwa kawaida, lakini yule aliyetiwa kwenye nira. Nilipokuwa nakaa Bwirege kitambo pale Matare, kuna mzee fulani niliona anatoka na redio na ng'ombe wake wawili. Redio anaweka hapa, amewekea shingo. Sasa ni kama wale ng'ombe walikuwa wanasikiliza redio, yeye na ng'ombe wawili tu, yeye redio na ng'ombe. Kwanza anawaita, na alikuwa ni mzee, alikuwa na ng'ombe, alikuwa anaitwa Kemahara. Nakumbuka Kemahara inakuja hiyo Kemahara, halafu anaiwekea tu aisubuhi, ikishaingia anaiambia imerano ndetondora, na inasimama. Imagine anaenda analeta ile nyingine haipiki, halafu anasipa instruction, leo tunaenda shambani. Uko sehemu inaitwa Bogesi, leo tunaenda shambani, mumanyerano mugakande numwene ndenge mukaneta hano lero na anturito na bei hono kya tukuya onge wosokora oseke mara wigure
Sasa hata kama ijibu, wanafanya namna gani? Wanaenda. Na ukweli ilikuwa mwinjilisti wakati huo. Na ukweli ukienda hivi halafu urudi, unapata mzee wa milima sehemu ndefu na ng'ombe wasumbui wako kwa yoke. Na wametulia. Sisemi ng'ombe wote wako hivyo. Najifundisha Mkristo yule ambaye hiyo yoke, hiyo nira imemuingia popote na Yesu anaweza kwenda. Barose akibu ya mbole. Biyabole. Popote na Yesu naweza. Hata kama ujui alituma kwa Yesu ndio. Baba akiwapo mbele. Popote na Yesu. Popote sina mashaka. Popote na Yesu. Hiyo najua unajua. Kuna ile inasema popote na Yesu naweza lala. Popote na Yesu naweza lala. Naweza pumzika hata Anobara bene. Lakini eno kuna manjereka tutomanyeliri binari. Yotoka hene. Sasa mtu ambaye amewekewa nira ya Kristo ni yule anaenda na Kristo popote. Kwenye shida uko na nani? Na Kristo. Kwenye raha uko na Kristo. Na upole wako unabainika, na hata watu wasiojua wewe ni Mkristo basi watakuona waseme huyu Bwana ni Mkristo. Siku moja nikisoma shule ya upili miaka ile ya kitambo, unajua hata mimi siku hizi ni mzee, hata kama Charles Songa anasema hana baita watoto kwa roche ina wale kuya wao kwanza. Siku chino ne haki hiki miaka 50 ni haki ngomekego bene tajere. Sasa tulipokuwa high school mimi nilipenda sana kuhubiri unabii kwa shule ya Kikatoliki inaitwa St. Mathias Mulumba. Amini wale wenzangu wanakumbuka wakiona. Vijana wakagoma. Walipogoma akawepo mmoja aliyetoa shuruti kwamba tugome. Ilikuwa mixed school, tugome. Matron hiyo shule alikuwa anatusumbua sana, anatutusi anavyotaka. Vijana wakapandwa na hasira, wakasema tutamuonyesha huyu mama. Sasa wakapanga mikakati yote kabisa. Usiku wakaamuka na hakuna wakubaki. Hata sisi ukijifanya utapigwa. So tukajifanya tuko lakini hatupo. Nonetheless wakafanya uhalifu. Basi kesi ikaanza siku iliyofuata. Wakutumwa nyumbani watumwe, wakubaki wafanya namna gani? Sasa ule upole tumezoea. Sema Bwana Yesu asifiwe. Usoma yake yokoke hedi. Mimi wangenifukuza, hakuna mtu angenirudisha shule. And that was the end ya masomo yao. Kumbe hata katikati ya watu tabia ya mtu inaweza ikabainika ndani. Ng'ombe zimewahi ibiwa hapa kwetu mara nyingi, si ndio? Hata watu wakashikwa wakazigiziwa kwamba hizi ng'ombe hata tuliona nyayo zimeishia hapa. Lakini mahali zinaishia unasikia kijiji kizima kinasema wewe tu muibihe. Si ni ukweli? Watu wanajua watu. Sasa hapo ukijifanya mnyenyekevu na wewe sio mnyenyekevu. Unajua maandiko yako wazi, utaleta peupe. Sasa hapa tulazimishani kwamba wewe mnyenyekevu ama mpole. Lakini ninachotaka ugundue wewe uliyeko hapo unayesikiliza, unaweza ukawa kijana, unaweza ukawa mzee, unaweza ukawa nani, unaweza ukawa mama, ni kwamba tujifunze miguuni pa nani? Pa Kristo, unyenyekevu wa Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo ni siri kubwa. Ukristo ni siri, na moja kati ya siri za Ukristo ni unyenyekevu. You must be humble, you must be meek. Lazima tuwe watu wapole. The meek lazima wasubmit,
wajitolee, wamsikilize Kristo, wasikilize ni nini Kristo angependa kitendeke katika maisha yao. Mtu alisomea kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 39. Mtu alisomea hapo haraka tafadhali, ninapoelekea kumalizia. Hakuna Mathayo, yangu ni ya Kiingereza, ni soma. Na deposit or regular school fees. Ono mbele ni Kiswahili. Tasoma kwa Kiswahili. 26:39. Nasemaje? Inasema hiyo ni habari ya kifo cha Yesu. Akaendelea mbele kidogo. Naam. Naam. Akaomba akisema, Baba yangu. Alitarudia. Naam. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka. Naam. Kifulifuli. Akaomba akisema, naam, Baba yangu, ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, lakini sije kama vile ninavyotaka, bali kama utakavyo wewe. Hiyo inatudhihirishia Yesu ni nani. Yesu hakutaka mapenzi yake kama yeye yatendeke. Alitaka katika unyenyekevu mkubwa mapenzi ya Bwana Mungu yatendeke katika maisha yake. Na huo wakati ule Yesu anaenda kuangikwa msalabani. Lakini anaomba, Baba, ikikupendeza kikombe hiki kifanye namna gani? Kiniepuke. Lakini si kama ninavyotaka, lakini mapenzi yako yafanye namna gani? Wote walionyenyekea miguuni pa Kristo, ambao wana nia ya kurithi nchi, lazima wanyenyekee miguuni pa Yesu. Kila wakati wakiomba mapenzi ya Mungu yafanye namna gani? Yatendeke. Si kama tutakavyo sisi, bali mapenzi ya Mungu yatendeke. Ili upole wetu ujulikane, ili unyenyekevu wetu ujulikane, lazima Yesu atangulie maisha yetu. Ndugu zangu, Yesu alikuwa ametoa mfano maalum hasa katika unyenyekevu wake wa maombi. Nasikia alikuwa akianguka kifulifuli alafu anaomba. Sisi hata katika maisha yetu ya kiroho tumebaidika sana na maombi. Wapo watu wanaokuja hekaluni siku ya ibada ndipo wanakumbuka kuomba. Ni rahisi sana kugundua mtu ambaye hana mazoea na maombi. Mara nyingi nimeona katika mikutano yetu, mtu akiambiwa tu haya tupata wapo kutoka kwa fulani, mtu anatafuta mistari, misamiati, anajirudia mpaka anasahau. Ukweli wa mambo ni kwamba sisi kama wale tunaotafuta uso wa Kristo lazima tujifunze kuomba Mungu kila wakati. Haleluya. Kuomba akumrudishi Mungu chini, hapana, bali kunainua mioyo yetu kwenda kwa nani? Bakire. Kweli leo mlinitaka hapa kweli. Huyo moyo. Baba wetu. Niliahirisha nenda siwaambie nilikuwa naenda sehemu nikaahirisha. Sasa pokea hili ndilo mapenzi ya Mungu, sawa? Tupokee hili kwamba Kristo anachokihitaji kikubwa ni sisi kuinua mioyo kwenda kwake ili atufundishe kuwa wanyenyekevu. Napenda niseme hivi ndugu washiriki, sisi wa Kristo mara nyingi tumekuwa wanafiki. Toka hebu. Tunavyoonekana sivyo tulivyo. Mara nyingi tunavyozungumza kwa unyenyekevu na Bwana Yesu asifiwe mdomoni, sivyo tulivyo. Mungu anataka upole wetu udhihirike wazi katika ulimwengu. Hata mimi kama mimi sitafika ukamilifu, ila ninachokiomba kila wakati ni kwamba Mungu niwezeshe nifikie ukamilifu wa kuwa mnyenyekevu, wa kuwa mpole, ili nirithi nchi. Haleluya. Na wewe pia iweze kuwa ni msukumo wako wa kibinafsi. Mungu akuguze, Mungu ashike watoto wetu, ashike wazee wetu, ashike roho na mioyo za kina mama zetu, ili wote tuache unafiki unaotusumbua katika kizazi hiki. We have a problem.
A very big one. Tuna wengine wana mioyo imechafuka sana ndani hata ya hekalu, kiasi kwamba unyenyekevu ule na utakatifu ule ambao Mungu anataka. Unajua maandiko yanasema katika Waebrania 14 mstari wa 12, sema hivi: tafuteni sana kuwa na amani na watu wote, aiachi hapa, na ule utakatifu ambao hakuna atakaye muona Mungu asipokuwa nao. Haleluya. Sasa kuwa na amani itakuwa rahisi, maana watu wanyenyekeaji, watu si wapole, watu hawajaelewa kwamba unapokuwa mpole wewe uheri. You are blessed, you are makarios. Hiyo nilisema nilipoanza. Watu hawajaelewa. Na ninawaomba ndugu washiriki mnaonisikiliza wakati wa mchana, kwamba kuwa mpole si unyonge. Kuwa tu mpole, kwa sababu katika upole utajifunza mengi. Jana nilipeleka binti yangu ile hospitali rafiki ya pale Migori. Alikuwa na matatizo ya meno. Sasa kuna daktari mwingi pale. Sasa unajua waindi Kiingereza chao bwana sio hiki cha kwetu. Sisi wa Afrika tunaongea Kiingereza tukikimbia. Wale wengine wanaongea Kiingereza cha ajabu, accent nyingine. Sasa namuuliza binti yangu, this you tooth has been aching since when since hivyo ndio wanaweka Kiingereza. Sasa nikaona hii Kiingereza cha mwindi na cha msichana wangu havitaingiliana. Wacha nikajifanya kimbele kujibu, maana niko na binti yangu, si ndio? Daktari akaniambia kuwa mpole. Let this girl talk. Why are you talking on her behalf? Kuwa mpole. Na ukweli nikajirudi. Nilikuwa nimesoma hii kitu nikakumbuka, kumbe kuwa mpole sio kuwa mpole tu kitabia, ni kuwa pia hata mpole kimaneno. Halo? Kifanya unajua sana, unajua nini? Na hata sio unaona. Kaniita. Kama nikakuja. Kaambia binti yangu achapa. Alafu akaniuliza, how many tooth you see is aching? Nikamwambia I don't know. No, you're correct. It is hard. But how many tooth you see here? Nikamwambia mimi naona kama meno mbili ndio imeharibika. And I tell you, don't be so rash. You are so rash. Now come, I want to show you now. Akanionyesha mbili ya chini, akanionyesha na mbili ya juu. Na mimi nilipokuwa naangalia kwa kimbelembele changu, niliona ngapi? Ikanifundisha baba. Hiyo ni alama. Kwamba mambo mengi tunavyoyaona sivyo yalivyo mpaka uonyeshe. Si ni kweli? Kwa hivyo hata sisi kama Wakristo tuache ukimbelembele mwingi. Sijui kama ninaeleweka. Acha nirudie. Tuache ukimbelembele mwingi. Tuwe wapole ndio turithi nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunapokutanika vile tumekutanika hivi, kila mmoja ni mjuaji. Unajua kuna wengine ambao tukiwa wengine hivi wote wao wanataka kwa wazee wa kanisa na hawajawekewa mikono kwa wazee. Sijui kama unanipata. Na wala sina shida na hilo. Wengine wanataka wale hata pasta na wao sio upi. Si ni ukweli? Unajua Mungu alipatia watu. Kuna kile kitabu cha maandiko kinasema eti mtu mmoja akaenda safari. Alafu akawapa watu talanta. Kuna kijua hicho kitabu? Hata Mungu usumacha kama nyele. Mmoja akapewa talanta ngapi? Nyamaza tu na najua mnajua. Mmoja akapewa talanta ngapi? Mwingine akapewa talanta ngapi? Mwingine akapewa talanta ngapi? Hiyo mnajua wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza. Hapo ndio kimbelembele chetu kinatufikisha. Lakini huku chini baada ya hiyo hatujui. Sasa sikia, maandiko yanasema kila mmoja alipewa kulingana na uwezo wake. Hiyo ndio nilitaka. Kwa sisi tumepewa vitu kulingana na uwezo wetu. Wapo wale wamepewa uwezo wa kuimbisha kama binti zetu wao wameimba hapa vizuri. Huo ni uwezo wao. Wewe utakaa pale uimbishi kwa sababu hutaki kuwa mpole, uelekezwe, mwanzo kusema maana mara utaendelea. Hapana, we don't go that way.
Kama sio sehemu yako, acha. Si hata mimi nilijifanya jana daktari, nikaambiwa kuwa mpole. Unajua ukiwa mwalimu wewe sio daktari. Si ndio? Yes. Ama ukiwa pastor wewe sio daktari huko. Kama wewe hujui mwenzako anaumwa wapi, acha ajieleze. That is what ninataka nieleze, sio kama naeleweka. Kwamba lazima sisi kama Wakristo tujifundishe upole wa hali ya juu. Kusikiliza kesi concisely. Yaani unasikiliza mpaka hata unaacha mtu anajieleza mpaka mwisho. Unyenyekevu wapo. Mara nyingi mimi kwa kazi zangu za walimu pale, watoto wanaleta kesi za kuiba kalamu, si mnajua zile za primary. Hello? Hata msiposema mjui mlipitia huko. Uliwahi kuiba kalamu, mwingine akakuiba kitabu, siku nyingine ukaenda choo kurudi ukapata geometric set yako haifanye namna gani? Ukaleta kesi kwa walimu. Si ndio? Kuna walimu utapata pala ukileta tu utamke penseli yangu imeibwa. Hiyo peke yake inatosha ufogwe mpaka ujishangae. Si ndio? Because watu wamekosa unyenyekevu na upole. Lakini sisi leo mchana wa siku ya leo, Kristo anatufundisha kuwa wapole. Kuna mahali nilikuwa nasoma kwenye maandiko katika Petro wa kwanza 2:21. Tapendeza nisomewe hiyo hadi mstari wa 23. Unaozungumza alichokifanya Kristo. Inasema kwa sababu, nitarudia, kwa sababu ndio mlioitiwa. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Sasa sikiliza upole wake. Akawaachia kielelezo, akawaachia mfano, mfuate nyayo zake. Tufuate nyayo za Kristo. Endelea. Yeye hakutenda dhambi. Yeye hakutenda dhambi, wa ndugu washiriki, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Endelea. Yeye alipotukanwa, hakurudisha matukano. Alipoteswa, hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Kristo kielelezo chetu. Alipokosewa yeye hakujibu. Hivi mnanipata? Alipotukanwa hakujibu kwa matukano. Alipopigwa hakuonyesha kejeli ama kiburi, hapana. He humbled himself na akawaachia Mungu ambaye anajua kuhukumu kwa haki. Mara ngapi sisi wa Kristo mambo yanapotuia magumu tunamwachia Mungu. Unajua ukiteta na watu utaumia. Kwa nasoma juzi habari ya huyu bwana anaitwa Daudi. Daudi shetani alimuingilia akahesabu jeshi la Israeli. Mungu akakasirika. Alipokasirika akamtumia nabii. Nabii alipokuja akampa mambo matatu yale ya Kenya. Unajua kama mambo matatu? Hello? Jambo la kwanza alimwambia uchague kwa hayo moja. Njaa ikae hapa miaka 7, I think 7 seasons. Njaa ije katika hii nchi miaka 7, uteseke wewe na watu wako. Jambo la pili, uhangaishwe wewe na maadui zako kwa muda wa miezi 3. Uchague. 3, uhangaishwe na Mungu siku 3. Uhangaishwe na Mungu siku ngapi? Jamaa akakaa akafikiria hakuna option nyingine ya aina kama ile multiple choice ya Kenya. Ilikuwa tu maswala mangapi? 3. Sasa akatafakari. Akaambia nabii, nikihangaishwa na mwanadamu hata niacha hai. Nikiachia njaa itaua wengi. Afadhali nihangaishwe na Mungu wangu ambaye yeye ni mwingi wa huruma. Halo. Hata kama atanipiga machapo atanichapa tu, lakini mwisho wa yote Mungu huyu Mungu
hata nihurumia. Kwa hivyo akajiita mwenye heri kwa kunyenyekea mbele za nani? Za Mungu. Na matokeo yake ndani ya siku 3 wanaume wa jeshi lake 70,000 wakauawa. Lakini na malaika alitumwa na Mungu kuangamiza. Alikuwa anaangaishwa na Mungu. Tuko pamoja. Lakini angeachiwa wanadamu, huenda angeangamia. Ndugu washiriki, kuna kitu tunajifunza hapa. Hiyo ni katika I think First Chronicles chapter 20 something hapo 24-25. Taangalia. Haikuwa kwa itinerary yangu. Kitu tunajifunza ni kwamba hata mambo yatuendee vigumu, mabaya namna gani, tunapojinyenyekesha mbele za Mungu, hata kama tutapigwa, Mungu anatupiga na rehema. Haleluya. Lakini tukijiweka kimbelembele kwa wanadamu wanakupiga na wanakuua na unakuisha. Sasa leo tunakumbushwa kujifunza kwa Kristo aliyenyenyekea. Haleluya. Hadi akaachia Mungu, kulingana na hilo fungu la Petro, na mwisho wa yote akaachia Mungu anayeweza kuhukumu kwa haki. Kristo mwema ni yule ambapo mambo yakichachamaa kabisa, tunaachia Mungu anayehukumu kwa haki. Mwisho, kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 1. Kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 1, Daudi anatukumbusha juu ya wale watu wapole, those who are meek. Anasema, somea Zaburi 37 mstari wa 1. Usikasirike kwa sababu ya utenda mabaya. Naam. Usiwahusudu wafanyao ubatili. Naam. Maana kama majani watakatika mara, kama miche mibichi watanyauka. Mstari wa 11 inasema, bali wenye upole watairithi nchi. Bali wenye upole watairithi nchi. Naam. Watajifurahisha kwa wingi wa amani. Watajifurahisha kwa wingi wa amani. Amina. Amen. So meekness is obtained through the Holy Spirit. Roho wa Mungu ndiye atatupa unyenyekevu. Hakuna mwingine atatufanya tuwe wapole. As we yield to the will of God. Kwamba tutakuwa na upole tunapojiachilia kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Alafu ananiambia hapa msomi huyu kwamba by giving people a proper view of themselves and of others and a proper attitude towards God. Tunapokuwa tumeamua kuwa wapole, tuambie watu kweli bila kuupinda. Unajua hata wale ambao wamepatiwa positions za uongozi mara nyingi wanazitumia visivyo. Akipata marafiki na elimu zake, wala watu wanalingana, hata kama wamefanya makosa anapinga sheria. Si ni ukweli? Lakini wale wapole wanaoelewa mapenzi ya Mungu, ambao wanaishi kwa nira ya Kristo, watasema ukweli hata kama mbingu iweze kuharibika. Amini kugeuka. Niseme hivi, Kristo katika mafundisho yake alifundisha akasema, kila atakaye kuona uzima, atakaye kupata uzima, basi kila siku lazima ajikane nafsi yake. Luka 9:23. Abebe msalaba. Bangire usumacha barosele kitabu esi kansoki. Abebe msalaba wake kisha amfuate Kristo. Kubeba msalaba ni kuelewa kwamba Kristo msalabani alinyenyekea hadi kifo. Na sisi Mungu kuna vile ametuwekea vinavyotunyenyekesha kwa urahisi. Kuna wengine, najua every level has its own challenge. Wengine huku nje yako vizuri lakini familia imekulemea, si ni ukweli? Wengine familia yako sawa lakini uchumi umekulemea, si ni ukweli? Ili mradi kila mmoja ana kitu kinacho challenge kwa urahisi.
tuangalie huo msalaba, tuubebe, tuupelekee Kristo kila wakati. Kama ni mzee ndio ana ugumu kukuelewa, ongea na Mungu, huo ndio mzigo umebebeshwa. Tuko pamoja? Kama ni mtoto amekuwa mgumu kuelewa amri za nyumbani na za maisha na za nchi, amefuta bangi, ameanguka, wewe mnyenyekeshe mbele za Mungu kila wakati, yeye anayehukumu katika haki. Kama ni uchumi hujakaa sawa, rudia Mungu kila wakati, hapo ndipo patakapo kunyenyekesha. Ili mradi kila mmoja aliyeko duniani ana kile kinachomweza kinachompana mpaka anakosa amani, si kweli? Sasa kama ni masomo, wanafunzi wangu, hesabu imeganda, sasa inyenyekesha mbele za nani? Manake hao watoto wetu wakisoma hesabu sana, alafu washiki makosi na trigonometry, mara nyingi huwa wanakaa usiku wanafikiria, afadhali tuende nyumbani. Wanaanza kuandika vinotes, si ndio? Wakiandika vinotes, matokeo Mr. Chacha, watu wanaenda nyumbani. Wakati wangeiweka mbele za Mungu, kile kigumu kingekuwa rahisi. Kwa hivyo ninachokiomba mchana wa siku ya leo ni kwamba tujinyenyekeshe, tukikumbuka maandiko yanavyosema, heri, narudia, heri wapole warosele, maana bujwa mkore. Heri wapole, maana watairithi nchi. Nchi tunayoirithi kwanza ni hii. Tunafanya riaso ya kurithi ile nchi ijayo. Unapokuwa mpole, unaponyenyekea mbele za Mungu kila wakati na kujivika nira yake na kujifunza kutoka kwa kielelezo Yesu, hakika ya mambo will be made prosperous. Tutakuwa watu ambao wameendelea. Wale wasio na kazi, baada ya muda mrefu tutakuwa na kazi. Wale wasio na familia inayosimama, baada ya muda mrefu na maombi na kunyenyekea mbele za Mungu, familia itasimama. Haleluya. Wale ambao wana changamoto za magonjwa hapa na pale, kwa sababu ya kunyenyekea mbele za Mungu na kumwomba Mungu ridhaa yake kila wakati na kujifunza upole wake, hakika magonjwa yatatoka na tutaona prosperity in our lives. Wale ambao wana changamoto ya namna yoyote ile, Mungu atawezesha tunapojinyenyekesha mbele zake. Ni ombi langu kwamba tujifunze na tuige Kristo aliyekuwa duniani akituonyesha kielelezo kwa mujibu wa kitabu cha Petro wa kwanza 2:21 hadi 23. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Kumtegemea Mungu. Hiyo ni namba 129 na nimefanya hivi. Tangu kabisa Yesu na kuamini nimemwona thabiti. Yesu yutamani ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tangu kabisa, kuamini damu yake nimeoshwa dhambi. Yesu na muamini nimemwona thabiti. Yesu yutamani ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tangu kabisa, kwake
daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu, Yesu namwamini, nipendwa na dhabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli, nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa rafiki, uwe nami daima. Yesu, Yesu, Yesu namwamini, nimependwa na dhabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Baba, katika jina la Yesu, wewe ambaye ahadi zako siku zote ni kwa kweli za kweli, tunakuja mbele zako tena mchana wa siku hii ya leo. Jehova, tunainua jina lako mno na kusema asante Baba kwa wema wako na fadhili. Umetuneemesha tumeweza kufika hatima ya programu ya siku hii ya leo ya ibada. Kwa namna ya kipekee Baba, umetukumbusha kwamba hakika heri wapole, maana watairithi nchi. Tumegundua kwamba umetupa kielelezo cha upole na ukatufundisha kwamba tujifike nira yako, tujifunze kutoka kwako kwamba wewe ni mpole tena mnyenyekevu wa moyo. Baba, tuwezeshe mara ambapo kwamba tumeotea, tusiweze kuendelea na hali isiyokuwa nzuri, tukugeukie wewe katika upole na unyenyekevu hali ya juu, tuakisi tabia zako. Kanisa la Nyametaburo kwa mchana wa leo umepata fursa hii adimu ya kusikiliza neno lako. Jehova, kwa namna ya kipekee unawajua. Wapo vijana hapa ambao wanajiandaa kurudi shuleni, licha ya kwamba shule nyingi zilifungwa kwa likizo fupi katika changamoto nyingi. Tunawaombea wanaporudi neema ya usafiri, Baba, warudi salama, wakatie bidii, wanyenyekeane wao kwa wao, uweze kuakisi tabia yako, ili katika shule zetu tujipatie wale ambao kwamba watakuja kuirithi nchi hii na hata nchi ijayo. Asante kwa sababu ya wazazi ambao vile vile wamepata fursa ya kusimama mbele zako mchana siku ya leo. Wapo wale ambao wanaumwa katika maisha yao, katika miili yao. Tunaomba kwa namna ya kipekee waletee uponyaji wa kimwili, jina lako litukuzwe. Na wale ambao wamenyong'onyea hali zao za kiroho, Jehova, kwa namna ya kipekee kubali kuwahuisha upya ili wakutumikie wewe. Asante kwa sababu ya kwaya yetu iliyoko mbali pale Mabera, kwa namna ya kipekee wanapomalizia huduma zao, wabariki wanaposafiri wakirudi nyumbani, tujumuike pamoja, jina lako litukuzwe. Hata wiki ijayo tunalenga pakubwa kuwa katika sehemu ya kipimo kwa ajili Baba ya kufanya uzinduzi wa nyimbo zao, na vile vile kuwa katika ushirika wa ibada. Kubali kutuongoza ili ifikapo wakati huo, jina lako litukuzwe. Kanisa hili lina mahitaji mengi, ikiwemo kujiandaa kwa ajili ya makambi. Kubali kuguza watu wako waone haja ya kukutolea wewe, kwa sababu wewe ndio unayetupatia vyote, na kwa vyote kwako pia tu lazima tuvirudishe. Basi tuwezeshe Baba, katika muda uliobaki tuweze kufikia malengo. Changamoto tunazozipitia katika maisha ya kiroho Baba, tuwezeshe tuweze kuzishinda. Wale wagonjwa katika manyumba yao wakumbuke Baba. Asante kwa sababu umesikia mchana wa leo. Kubwa kuliko yote ni tusamehe mapungufu yetu, tuandae kwa ajili ya ufalme usiokwisha. Kwa namna ya kipekee tembea pamoja nasi, ukitubariki. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Barikiwa.